Mimi bwana nimekuja kukuaga. Na nimekuja tu mara moja. Kwa inabidi nirudi chuo. Ila kwanza nilikuwa nakushukuru sana kwa mapambano ambayo mmepambana kwa ajili yangu. Unaona japokuwa umelikutia kati, lakini umeamua kushikamana nalo mpaka hapa tulipofikia sasa hivi. Kwa mimi nilikuwa naomba muendelee kunipambania. Inshallah Mwenyezi Mungu atajalia tutafanya jambo kubwa. Kwenye hilo nikutoe hofu. Sisi tuko pamoja na wewe. Tunapambana kuhakikisha unafikia lengo lako. Kwa hiyo kijana wangu, tunakuomba usiwe na wasiwasi. Ila sasa mwenyekiti, unajua ndo mwaka wangu wa mwisho namaliza. Sasa changamoto inakuja kwenye ada. Ambapo sasa hivi nataka nilipe afu ndo masomo yaendelee, mara sivyo nitakuwa sipati vitu vyangu. Kwenye hilo nikutoe hofu. Nimeshalipambania na muda si mrefu. Kabla hujafikia wakati wako wa kufanya mitihani, hilo swala litakuwa limelikamilisha. Nitamtuma mtu atakuja kukuletea. Kama nitakosa kuja mimi mwenyewe, basi nitamtuma mtu atakuletea. Wala usio na wasiwasi. Nia ni kuhakikisha tunafikia lengo. Basi mwenyekiti, nikushukuru sana. Naomba nifikishie shukrani zangu kwa wanakijiji wenzangu, waambie yani kuhusu mimi waondoe hofu. Imefika. Na kikubwa tunakuomba unapokwenda, kijiji kimekuamini, kinakupambania, usituangushe. Mimi naomba nikutoe shaka na waambie na wanakijiji wasiwe na shaka kuhusu. Halina shida. Basi mimi nikuache mwenyekiti, uendelee na majukumu mengine. Mimi ngoja niende. Nitakie kila laheri uendako. Tuko pamoja na wewe. Basi inshallah. Magari yenyewe hamna, basi tunafanyaje? Yaani kweupe. Sasa mke wangu, mimi ni kazini, niende kazini. Yaani mume wangu, unaenda kazini? Umeamka kabisa mapema na uone aibu kabisa. Kwa nini? Yaani umesahau ulichonifanyia jana. Jana umerudi umelewa. Umefika tu umejitupa. Yaani unashindwa hata kunipa mimi haki zangu za msingi kweli? Si tulishazungumza haya. Niache niende kazini, nikisharudi kila kitu kitakuwa sawa. Nishakwambia mimi ninaumwa. Usione hivyo mimi ninakunywa pombe. Sio kwamba ninapenda. Mimi nina matatizo, naumwa mke wangu. Nielewe basi. Matatizo. Unaumwa nini hicho nisichotakiwa kukijua mimi? Ipo siku utaufahamu, lakini niache kwanza niende kazini. Sasa hivi chelewa. Niende, nikisharudi hamna shida mke wangu. Baba, hapa uende kazini. Aidha uende tukamalizane, ndio uende kazini. Kwa hiyo kuna mapenzi au niache niende kazini, nikirudi kila kitu kitakaa sawa. Itajulikana hapo. Yaani hapa leo uondoke. Mke wangu, mbona unakuwa hivyo? Mimi nishakwambia mimi na matatizo, naumwa. Mbona unakuwa hutaki kunielewa? Shida nini? Matatizo gani hayo ambayo mimi sitaki kujua kila siku? Shida ni nini? Si nishakwambia mimi ninaumwa. Mbona unakuwa hivyo? Nakuomba mwanangu. Mara moja tu. Unawahi tu kazini sasa hivi. Usijali. Mimi ngoja niende kazini, nikirudi hamna shida mke wangu. Nielewe basi. Yaani mimi kama nimeolewa na nyumba. Kila siku usafi kuamka kulala. Na leo akirudi huyu mwanaume ataona. Mume. Nakuelewa mwanangu.
Sawa. Usiwe na wasiwasi mume wangu. Sawa, anaendelea vizuri. Amekosa chumba kule hostel, amepata chumba mtaani. Yupo vizuri mwanangu, wala mume wangu, wala sio na wasiwasi. Yupo vizuri, yaani hata walimu wake naongea nao. Amebadilika sana mwanao mume wangu. Ndio hivyo. Sio maziwa bwana, mimi siwezi kunywa tena, unajua tumbo langu. Inasumbua sana. Kweli mume wangu wewe, nakuja na kukumbuka. Asante mume wangu. Nashukuru. Mwanetu wenyewe ni pautu, yule mwingine mkali ndio hivi tena. Yule ndio akumpambania, yani mpaka amalize chuo. Mume wangu tusishie hapo. Akija likizo tu tunaye mpaka amalize awe vizuri. Ndio. Na tutamnunulia lile gari. Nimwambia kabisa kama babako kasema tutakununulia gari, nakimbilia peke yako ile mali yako. Kama ile nyumba tulivyomlisisha Mwanetu na gari ya kwake. Sawa, nimekuelewa mume wangu. Asante. Haya. Nimekuelewa. Jambo. Jambo za kwako. Namshukuru Mungu za siku. Salama za kwako. Salamu, unaendeleaje? Nashukuru Mungu. Ndio. Naona leo uko mtaani kwetu. Ni kweli nipo mtaani kwenu. Na project ya ujenzi hapo. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia mafundi nione unaendeleaje. Sawa sawa. Kwanza nimefurahi sana kukutana na wewe. Asante sana. Nilikuwa namuulizia yule ambao aliniambia nitafutie chumba yule. Naitwa nani yule? Tabasamu. Tabasamu. Ndio. Tabasamu anasoma katika kichuo katika mazingira magumu. Hii anachotoka wananchi wanamchangia ili aweze kusoma katika chuo hiki. Kwa hiyo mimi nimefanya jitihada ya kumtafutia kazi baadhi ya maofisi katika manispaa yetu. Anakwenda kufanya kazi hapa chuoni, anakuja lakini kwa siku maalum. Lakini Tabasamu yupo na mambo yake yanakwenda vizuri kabisa. Kuna changamoto kubwa hivi? Changamoto kubwa mno. Basi samani teacher, unaweza kunisaidia namba yake? Ndio, naweza. Samani, namba niandikie. Wewe nipigie sasa hivi. Nipigie. Haipatikani. Hiyo ndo namba ya Tabasamu. Endelea kumtafuta, muda wote atapatikana kwa sababu hana namba nyingine. Kweli teacher? Kweli kabisa. Basi asante. Haya, kila la heri. Asante. Haya, ngoja niangalie mafundi hapo. Nitemti tala mwenyewe naingia nyumbani kwangu sasa. Nitemti. We mke wangu, nifungulie mlango, nimefika. MT kutaja mtaalamu wa kulamba nyaya za umeme. Nifungulie mlango. Alafu siku hizo unadharau. Naona kabisa unataka taraka. Ninakojoa, nikimaliza kukojoa nikute umefungua mlango. Mijanaume mingine bwana.
Emu, amka. Nani tena huyu? Nani vipi? Emu, nyanyuka bwana, twende ndani. Mama watoto. Nani kila siku kulewa leo? Wewe mwanaume utaacha nini Sasa mke kulewa? wangu. Nyanyuka basi. Pombe imekukosea nini?